Tumetembelea miradi yafuatayo. Kuna hii kituo cha afya, tumekuta jengo linaendelea vizuri, sasa hivi wako kwenye finish. Tumetembelea hiyo kituo cha mama na mtoto pia, inaonekana kazi inachapika kwa sababu sasa hivi wako kwenye kiwango cha kupaua, kupiga mbao na kuweka drafti ndani. Kwa kweli tumetembelea pia hizi mabweni. Haya mabweni ya A-level kwa kweli yako kwenye kiwango kizuri na inaonekana kama mnavyoiona, madirisha haya yameingia muda huu, wako tayari kuzifunga kwa wakati. Kwa kweli sisi tunashukuru sana kwa sababu mradi inaenda vizuri. Tumetembelea pia hii mradi wa haya mabweni ya halmashauri nawe yako kwenye kiwango, na wameahidi kabisa kwamba hizi mabweni watamaliza ndani ya siku 14. Sasa tunatoa tamko ya kamati ya siasa. Mheshimiwa Diwani, najua wewe ni mpambanaji, unaisimamia tulikukabidhi usimamie ilani yetu na kazi yako ni nzuri. Tumeziona kazi ni nzuri, ila tunakuomba hizi siku 16 ya hizi mabweni yawe ya kweli. Tunakuomba kwa zile kituo cha afya na hiyo OPD na hiyo kituo cha mama na mtoto. Wamesema watakabidhi mwezi wa 5, tayari mwezi wa 6 inafanya kazi. Tunakuomba usimamie hiyo. Sisi yetu kwa kweli tunakushukuru kwa sababu miradi yote ikiwepo yale mabweni ya shule ya sekondari ya Mrongoine, wameahidi kabisa kwa mawasiliano tuliowasiliana na hao wahusika kwamba kesho watakuwa kituoni wakifanya mchakato nini inakwamisha. Maana pesa muda mrefu yako kwenye akaunti, kwa nini inakwama? Tunaiomba kwa wahusika wanaosikia waangalie hilo jambo kwa sababu pesa zimeingia muda mrefu na tunashangaa kwa nini inasababisha mradi huo isimame. Tunakuomba mheshimiwa afuatilie hilo pia, na wameahidi kwamba kesho watakuwa site wakiangalia mchakato. Pia kuna hii shule ya msingi Nafco yako kwenye gorofa ya 2. Tunakuomba embu simamia hilo, naye mkandarasi nini inayemkwamisha, kwa nini wamesimama. Kwa hiyo tu ndio maagizo yetu tunayekupa. Kwa kweli sisi tunamshukuru sana Msaiki Meya. Maana mnyongeni lakini mpeni haki yake. Kwa kweli ujio wake imeonekana kasi kubwa ambayo tumeishuhudia sisi leo kamati ya siasa, na nashukuru kamati nzima ya siasa ya Olmot wako hapa. Kazi inaendelea vizuri. Tunamshukuru sana. Tunashukuru sana Msaiki Meya kwa sababu ujio wako haijawa ya bure. Tumeiona matunda yake. Nashukuru kwa sababu mkandarasi ameahidi kabisa kwamba mwezi wa 5 tarehe 30 mwezi wa 5 itakuwa jengo limekamilika. Mwezi wa 6 naamini itakuwa inaoperate kwa huduma ya wananchi. Mimi kwa majina yangu naitwa Lucas Mitawas, katibu wa CCM kata Olmot. Kipekee kwanza ndio mshukuru Mungu, lakini tulishapanga kwamba leo ni siku ya kutembelea miradi ambayo tumeletewa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kweli tunamshukuru sana. Lakini la pili, namshukuru diwani ambaye amekuwa akiyafuatilia basi haya matunda ambayo amekuwa akielekezwa Olmot. Kubwa tumeona kazi inaendelea kuanzia jengo la mama na mtoto, jengo la OPD wagonjwa wa nje, pamoja na jengo la upasuaji. Tumeona maendeleo na kazi ile ina kasi kubwa. Lakini tumeona pia mabweni ambayo tunategemea watoto wetu wa hapa karibu na watoka mbali. Kuna hawa watoto ambao wako kwenye mitihani form 2, form 4, wanaweza sasa wakawa wanalala hapa ili basi waweze kufaulu mitihani yao vizuri. Kwa hiyo pia ni matunda ambayo tumeona imeendelea hapa. Kwa hiyo kwa kazi ambayo kwa kweli imeendelea, tunaishukuru sana serikali, na kwa maelekezo ya mwenyekiti ambaye amemwelekeza diwani
tunaomba kabisa hizi siku ambayo wakandarasi wameahidi siku 14 katika haya mabweni, tofauti na mwezi wa 5 ambayo tunategemea kufungua kituo chetu cha afya, tunaomba diwani asije tena akabanduka maeneo haya. Hawa anafika hata asubuhi kuangalia kwamba nini inaendelea, alafu ataendelea na shughuli zingine. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru kwa sababu hatuna upungufu wowote wa madarasa, hatuna upungufu wowote. Tunategemea sasa wagonjwa wetu wale hasa wakina mama wanajifungulia hapa, na kama kuna changamoto zozote za operation, basi huduma hiyo itakuwa inapatikana hapa kata Oromoti. Jina langu naitwa Jeremia Jonathan alimaarufu Nabii. Tayari sasa shule hii ya Oromoti imepata heshima ya kuwa na elevo. Mheshimiwa Rais amefanya upendeleo mkubwa sana kwenye kata yetu kwa miradi mikubwa, madarasa ya kutosha na mabweni pia ya kutosha. Kiukweli tunampongeza sana Mheshimiwa Rais pamoja na halmashauri ya jiji la Arusha kiongozwa na mstahiki meya wa jiji la Arusha, pamoja pia na diwani wetu wa kata Oromoti Mheshimiwa Rafael Omuiko. Kiukweli katika madiwani waliopita kata hii haijawahi tokea diwani anayejua kupambana kama huyu kwenye miradi ambazo kila kona ya Oromoti kuna kila utupitapo lazima ukute mradi wa serikali. Ni ukweli usiopingika kwamba ni sehemu ya yeye kuisemea kata yake vizuri na kufikia hatua inaeleweka kwamba Oromoti inahitaji maendeleo, na hakika kwa mwaka huu ambao amekuwa diwani, miaka hizi ambazo amekuwa diwani, maendeleo lukuki yameonekana. Kwa kweli tunampongeza kwa jitihada hizo. Neno moja kwa Mheshimiwa Meya, kwa kweli yule amekuwa ni sehemu ya kusukuma sana. Tumepiga kelele sana kama chama hapa kwa viongozi wengi waliopitia, lakini tangu Meya alivyokanyaga kwa kweli kishindo chake kimekuwa cha washani. Leo tumepita kwenye mradi wa OPD, mradi ule tayari sasa unaelekea kwenye hatua rangi. Ile jengo inaelekea kwenye hatua ya umaliziaji wa rangi, lakini pia tumepitia kwenye jengo la theater la mama na mtoto. Hatua iliyopo sasa ni ya kupaua. Wiki ijayo tayari inapauliwa, ili hali kipindi Meya hajafika pale ilikuwa ile jengo halipo. Lakini alivyofika tukaona jengo la theater tayari limeanza kwa spidi kubwa mpaka sasa hivi iko kwenye hatua ya upauaji. Kwa kupata kile kituo, kwa sababu wanawake walikuwa wanateseka kukimbizana kule Mount Meru na hospitali zingine. Sasa kimbilio letu litakuwa karibu ndani ya kata yetu. Kwa majina yangu mimi naitwa Rafael Matayo Lomuiko, ni diwani wa kata ya Oromoti. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutuamsha, lakini pia kutembelea miradi hii ya kata Oromoti. Lakini sambamba na hilo pia nichukue nafasi hii kumshukuru na kupongeza kamati nzima ya siasa ya kata Oromoti ikiongozwa na mwenyekiti jemedari kabisa, mwenyekiti Simon Miage Lukumai. Kwa kweli nianze tu na kamati ya siasa kwa sababu wao wamekuwa pia wakinitia joto wakati mwingine kwa sehemu kubwa, kwa sababu ilani hii iliyotekelezwa, naweza kusema hivyo kwa ni ilani ya kwao ambayo nilipokea mwaka 2020. Lakini pia sambamba na hilo pia nichukue nafasi kumpongeza sana, kumshukuru sana Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miradi mikuki ya kimkakati, miradi mikubwa ya kimkakati ambayo imemiminika kwenye kata Oromoti. Kwa kweli ninachukua nafasi mbele ya kamati ya siasa kumshukuru na kumpongeza sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa miradi mikubwa ya kimkakati kwenye kata Oromoti. Tumepita maeneo mengi. Kwanza tumeanza na kituo cha afya ambayo tayari mmeiona, na niseme tu kweli kwamba kituo cha afya sasa hicho inaenda kuwa mkombozi kwenye kata Oromoti. Kwa jiografia kata ya Oromoti ni kata ya pembezoni. Ni kata ambayo ukiangazia pia kata za jirani kwa maana ya kata ya Mateves na Oljoro kwa maana ya kata ya Laroi haina vituo vya afya. Kwa hiyo wakati mwingine pia kama viongozi tukipata wagonjwa lazima tukimbilie Levolosi, lakini pia na Mount Meru. Lakini ukijaribu kuangalia pia ni zaidi ya kilomita 12 kwenda na kurudi ni kilomita 24. Kwa hiyo wakati mwingine pia ni changamoto kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo kuwepo kwa kituo cha afya kata Oromoti sasa itakuwa serikali imekuwa imetusaidia kwa sehemu kubwa sana, hususan kwa kina mama. Sasa hususan pia kuna mama ambao ni wajawazito. Kwa mwisho wa siku ili jengo la mama na mtoto likamilika ndani ya mwezi wa 5, basi itakuwa ni ukombozi kwenye kata ya kwetu, kwamba kila kitu kwa tumemaliza kwenye kata Oromoti. Sasa mama na hilo pia tumefika kwenye mabweni hapa mnayaona. Haya mabweni ni mabweni 3 ambayo sasa itakuwa ni ukombozi pia kwa watoto. Kwa jiografia kata Oromoti pia ni kubwa.
kwamba wanafunzi wanaotoka mbali, kwa mfano mtaa wa Mlimani mpaka hapa ni zaidi ya kilomita 6. Sasa kuwepo kwa mabweni haya kwa hususani kwa madarasa yale ya mtihani, kwa maana darasa la form 4 lakini la form 2 wakati mwingine pia wamekuwa na changamoto, lakini kuwepo kwa mabweni haya sasa itakuwa ni ukombozi. Sambamba na hilo pia tumetembelea jengo la NAFCO mtaa wa mwisho kwenye kata Oromoti. Mtaa ule kwa sehemu kubwa haina shule ya msingi. Wale wanafunzi walikuwa wanatoka mbali kuja shule ya msingi Mrongoini, na ni zaidi ya kilomita 8 kwenda na kurudi kilomita 16. Kwa hiyo wakati mwingine wale watoto badala ya kusoma walikuwa wanafanya mazoezi. Kwa hiyo ni shukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kutusikiliza sisi kama wakilishi wa wananchi, na hatimaye sasa tumejenga magorofa mawili pale kwa ajili ya wale watoto. Na darasa hilo shule hii tumeshaikamilisha na tumeshaizindua tayari, pia inafanya kazi. Sambamba na hilo pia tuna bweni la Mrongoini ambalo nadhani mwenyekiti umesikia kwamba kesho wanaanza mchakato wa umalizaji, maana imesimama kwa muda kidogo. Lakini sambamba na hilo pia, mwisho kabisa sasa nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana Mstahiki Majid Arusha. Wiki 2 zilizopita aliweza kuja hapa kwa jengo la OPD, jengo la wagonjwa wa nje. Lilisimama pia kwa takriban miaka 2, lakini ujio wake uleta uhai sasa, kwamba tumeona ile jengo linakimbia kwa spidi kubwa, na hatimaye sasa mwezi wa 6 tuna hiyo hospitali pia itakuwa imeshakamilika na kuzinduliwa.